Bila shaka ni saa 12 magharibi majira ya Afrika Mashariki, kumradhi kwa kitambulisho hicho. Lakini karibu katika jukwaa la KTN, kipindi ambacho kinakujia kila siku mwendo wa saa 12 magharibi, na leo ni siku ya Jumatatu. Tutakuwa tukiangazia masuala mbalimbali ambayo yanafungamana na taifa. Taifa la Kenya sasa hivi linakumbwa na tatizo ambalo wataalamu wamelitaja kuwa, wanaliita kwa Kiingereza gambling disorder. Je, hii ni athari gani kwa taifa ikiwa tuna tatizo kama hilo ambalo ni tatizo la kiakili ambalo limechangiwa pakubwa na ukumbukiaji ama Wakenya wengi kuweza kukumbatia pakubwa uchezaji wa kamari na vile vile michezo ya bahati nasibu? Athari ya michezo hii ya bahati nasibu ni gani? Ndio miongoni mwa masuala ambayo tutakuwa tukiangazia magharibi hii. Karibu. Mimi naitwa Suleiman Yeri na siko peke yangu, ninaye studioni Daktari Harun Hassan. Najua umemzoea akivaa koti lile la kisiasa, lakini leo amevaa koti jeupe, kumaanisha leo amekaa hapa kama daktari. La vile vile tunaye Julius Nganga ambaye pia vile vile ni mtaalamu wa masuala na ni mwanasaikolojia ambaye pia kutoka Chapters Counseling and Treatment Center. Tutakuwa tukizungumza nao kuweza kufahamu kwa kina. Daktari, leo umevaa koti tofauti kama mwanasaikolojia. Karibu sana studioni kwanza. Asante sana. Tumegundua kwamba taifa la Kenya limekuja kushabikia, wacha niseme kushabikia, kupindukia kupenda michezo ya kamari. Kama mwanasaikolojia, hali hii umeiangazia vipi ama umeiangalia vipi kwa jumla? Asante sana Suleiman, asante sana kwa kuvalisha kofia yangu ya kawaida sasa, ile ya masomo yangu. Ya pili, unajua vizuri sisi wana Kenya tunakuanga na shida nyingi, hasa mambo ya ugonjwa wa akili, lakini bado hatuja impress, bado hatujachukua kwamba kuna shida, hatujakubali kwamba kuna shida ya mental health or mental disorders. Na bahati nasibu ama kamari ambaye uliweka, yani gambling kwa lugha ya Kimombo, si kitu ambaye society ingependelea ikimbilie kabisa, kwa sababu gambling ni tabia ambaye inaleta madhara kadhaa kwa akili ya binadamu. Wanasaikolojia wanasemanga addiction. Ni nini ndio addiction? Ile kitu inaleta addiction ni kwamba kwanza kabisa unatumia pesa. Ya pili, unafikiria kila wakati jinsi ambaye either utafaulu hiyo bahati nasibu, na saa zingine unaweza kuanguka ama inaitwa nini, ukapoteza. Saa zingine unaweza ukapoteza. Shida ya mental health inaingilia wakati wewe unapata hizo pressures. Hizo pressures ya kwanza kupoteza mali. Ya pili inaweza kuwa excited na uanze ubahatike. Na unajua mwili wetu iko na chemical inaitwa dopamine ambaye inatumika kwa njia kadhaa. Kwa mfano, inaku excite saa ile umefaulu kwa hiyo gamara, na inakudepress saa ile ambayo umepoteza. Na utakuta gamari ama bahati nasibu inadhuru mtu binafsi, inadhuru familia yake, na inadhuru community. Sasa sisi wana Kenya hasa tunaangalia mambo mingi ya depression. Unakuta watu siku hizi umeona kuna tendency ya watu kujiua. Nataka tuende polepole daktari. Naona umeyaweka yote katika kikundi kimoja. Sawa. Nataka tuanze kwenye uraibu ambao umeutaja kama addiction. Ni wakati gani labda unaweza sema kwamba wewe ni mraibu kwa kisaikolojia? Ni wakati ambaye kila asubuhi ukiamka una hamu ya kwenda kucheza ile kamari. Unaenda kuuza mali yako, uende ukacheze bahati nasibu, ndio angalau upate double ama ufaulu. Na wakati mingi utakuja kuona hiyo vicious circle, lile wazungu wanasemanga, yani unaanzia hapa, unauza ile kitu uko nayo yote, unaenda kuweka kwa bahati nasibu,
saa zingine unafaulu wakati moja, unaleta hiyo pesa tena, unairudisha ndio upate zaidi, ama unarudi saa zingine. So hiyo frequency, hiyo wakati ambayo unarudia ndio inaleta hiyo addiction. Ya pili, utakuja kuta mtu kwa ajili ya matarejeo ya ile inaitwa nini? Ya kushinda. Jamaa anapata stress, anxiety. Anxiety hiyo ukiendelea kupata inasukuma wewe upate depression. Na ukianza kupata depression unakuwa na kitu inaitwa suicidal thoughts na unaanza kujiua. So hii ni circle inaenda mbali. Kwa hivyo wakati tunasema umekuwa addicted ni wakati ambaye asubuhi unaamka, usiku unalala na bado akili yako inaangalia mambo ya addiction. Kwa mfano sasa mimi kliniki yangu hapa Hurlingham Mind Vision Psychological Counseling Center, huko ndio mahali mimi naona wagonjwa, na utakuta wagonjwa wengi wako na depression, lakini depression hiyo imeanzia mahali. Na nataka turudi tuje tuangazie hilo. Julius Ng'ang'a, karibu sana. Asante. Mimi nafahamu kwamba wewe uko mitaani, unazungumza sana na vijana ambao wameathirika pakubwa na masuala haya ya kuweza michezo ya kamari ama vile michezo ya bahati nasibu. Hali iliko vipi katika eneo lile unalotoka, hususan tukiangazia labda eneo la kati ama Kenya kwa jumla? Chenye naweza sema ground vile watu tunasema kwa lugha ya mtaa haiko sawa. Juu utapata vijana wengi wakiamka, kama pande huko kwetu unapata wanaamka kazi yao ni kuchanga, wanunue gazeti, waende ile page iko na nini za kubet, wote wapige photocopy, wakae pale chini, waanze kuwekeza, waanze kubet zile game, kuwekeza hivyo. Ile lugha ya Kiswahili itabidi haina neno ndio waweze kuwekeza. So unapata kila siku mtu hana shughuli ya kufikiria, anaweza fanya kazi nyingine. Unasikia wanasema hii ni kuside hustle ama hii ni a source of income. Sasa ule kijana akiamka shughuli yake tu ni pale. Na adhari ya hiyo ni eti akipoteza ni nini ufanyika. Vile tu daktari amesema, stress itaingia. Depression, ikitoka kwa stress itaelekea kwa depression. So ukiangalia it is niyo tu cycle unazungukia tu mahali pamoja, lakini itakuingiza kwa shimo. Ni wakati gani wewe kama mwana saikolojia unapokuwa pale nyanjani unaweza kusema kwamba Suleiman wewe ni mraibu wa kamari? Maybe kitu tunafaa kuelewa ya kwanza ni eti addiction ni nini? Addiction scientifically it is a relapsing chronic brain disease. Addiction yoyote huwa ina hijack akili. So hata kamari ina hijack akili. Na the moment akili imekuwa hijacked, ujue lazima kuna kitu inakuanga characterized na obsessive use. Obsessive use ni ile unaamka hii kitu huwezi kaa bila hiyo. So tukishakufanyia, ukikuja kama pale kwetu Chapters Counseling and Treatment Center, kuna kitu tu tunafanya kama assessment. Tukikufanyia assessment, alafu tukishafanyia assessment, hiyo itatuweza kutuonesha umefika wapi kwa uraibu wa kamari ama addiction nyingine yote ile. Bado nataka tukae hapo kwa uraibu, manake ndipo kwenye shida. Manake nyote mmezungumzia swala la addiction na ndio uraibu. Ni wakati gani yani? Nishakuja kwako kwa kliniki zenu nyote wawili. Mshaniona mimi Suleiman kwamba mnaweza sema kwamba Suleiman wewe una uraibu. Ni kiwango gani ambacho unaweza sema kwamba uraibu wako uko kiwango hiki, wewe uko katika kiwango cha wastani na wewe uko katika kiwango ambacho ni cha juu zaidi? Daktari. Suleiman, saikolojia mambo yake ni ngumu sana. Hasa tueleweshe tu kwa lugha ya Mkenya wa kawaida. Mkenya wa mtaa wenyewe wanasema. Wakati wewe unataka kuamua mgonjwa fulani ako na hii ugonjwa wa akili, kuna nidhamu ambaye inaitangwa DSM-5 ambaye ni jinsi ambaye unatatua, iko na clusters, iko na a lot of information ambaye inatumika, ina assessiwa kwa individual. Ni maswali unajibu, una kitu fulani, na hizo clusters ambaye utaipata kwa kitabu inaitwa DSM-5 ambaye ni chombo ambaye wana saikolojia wanatumia
kudiagnose cases. Hatupimi damu. Cases ya mtu ambaye ako na shida ya akili, wakati ambayo unatumia hiyo ina a lot of sections, na hizo ndio inasema kwamba mtu fulani kulingana na DSM-5 assessment, mtu fulani ako na kiwango ya hii ugonjwa, na unaweza ukasema ugonjwa ya akili kiasi hii. Hiyo ndio chombo tunatumia. Si kama kwa mfano ukitaka kutibu ugonjwa kadhaa unapima damu. Kwa mfano malaria, inaonekana kwa malaria parasite inaonekana kwa damu, na unajua hii ni malaria, kwa hivyo unaanza matibabu yake. Lakini akili yetu ni dunia. Akili hii si the way vile hii dunia imestructurewa, ndio vile akili yetu iko. Ndio sisi ndio tunaendanga inaitangwa nini, tuna replicate vile akili yetu inasoma, ndio vile dunia iko. Na hiyo inamaanisha kwamba ni kubwa sana. Huwezi ukasema wakati fulani mtu fulani amekuja ako na hii kiwango ya utopefu ama akili mbaya. Lakini kuna wakati ambayo tunaweza tukasema, wakati tumekupitisha hiyo assessment, inaitwa psychological assessment or mental assessment, sasa hiyo ndio tunaweza kuambia kwamba mtu fulani kulingana na assessment amefikisha 100 kiasi hii, ama tunaweza kusema ukiangalia hii clusters ambaye ile conditions yeye tumeona kwake, ako na depression, ako na addiction, ako na kitu fulani. Lakini addiction kawaida kila Mkenya ama ordinary person anaweza akajua. Kwa mfano, wacha tutumie madawa. Mfano ya madawa. Mtu akitumia dawa ya ulevi ama pombe ama miraa, vile watu ya kutoka kwetu wanapendanga sana miraa. Ukiona mtu akikula miraa ama akikunywa pombe kwa wiki mara moja, ama mtu akikunywa pombe the whole 7 days, siku 7 ya wiki, hata mtu ya kawaida, hata wakina mama yetu wanaweza kusema huyu kijana ama huyu msichana kwa vile anatumia madawa, yeye amekuwa addicted. So ni vile kiwango na wakati ambao mtu anatumia kitu fulani, ndio watu wa kawaida wanaweza wakasema kiwango fulani inaileta hii mtu kama ako addicted. Lakini tukiangalia gambling, si tofauti na madawa. Actually gambling ni madawa. Ukiangalia vizuri, gambling si ati kitu isolated from drugs. Si ati kitu utasema gambling na madawa ni tofauti, kwa vile gambling ni kitu ambayo unakuwa used to. Alafu ukiendelea kugamble, ndio unaendelea kudhuru akili yako. Na kwa hivyo wakati tunaweza kusema sasa wewe umekuwa addicted to gambling, ni wakati ambayo tunajua kwamba kila wakati yako ya productive life yako yote wewe unaenda gambling, na wakati ambaye hauko gambling ama leo umekosa pesa ya kugamble naye, unakimbilia madawa. Unajua madhara ya gambling ni kusukuma wewe kwa tena mahali ambayo utatafuta inaitwa negative coping strategy. Ama tunasemanga akili inajirudi, akili inaanza vitu ambaye hazileti ambavyo ni vitu hazipatani na ya exactly. So si ati tunaweza kupeleka tofauti mingi kati ya gambling na madawa, kwa vile hao ni marafiki. Moja inapeleka kingine. So wakati ambayo wewe maisha yako yote umeweka gambling, tunajua wewe ni addicted. Wakati wewe ambayo unaweza kwenda unashindwa kutofautisha ile kitu ambaye maisha yako inaweza ikakusaidia. Kwa mfano, umeuza shamba yako ndio uende ukafanye gambling, ambayo akili yako inakuambia kwamba wewe naonekana ukiuza hii utaweza kupata mali nyingine kubwa, lakini huangalii ile upande mwingine. Ukipoteza, je, maisha yako itakuwa namna gani? Hiyo ndio wakati tunasema huyu mtu ambaye hawezi akatofautisha ni nini mzuri kwa maisha yake ama familia yake, alafu anaweka uzito gambling ama kamari vile ulisema, wakati hiyo ndio wakati tunaweza kusema huyu mtu ako kwa verge ya addiction. So mimi ningeangalia wakati tunaweza kusema gambling ndio hiyo, but lakini sisi mambo ya
akili, mambo ya kuna jinsi ambaye pia tunaitatua, tunaiassess, inaitwa psychological assessment. Bila shaka, sijui kama ungependa kuongezea kwa hilo. Maybe Kenya ningetaka kukuelezea kwa kiufupi. Addiction ni kama ukwe na bad breath. Wewe unaweza kuwa haujui, lakini ukiongelesha mtu anasikia uko na bad breath. So hiyo hakuna venye unaweza jificha. Ukiangalia tu hivi utaona ujamaa yako na shida. Na ya kamari ni vile tu hatuwezi toa damu ati upimwe. Lakini hizi zingine tunaweza pima damu na tuone. Ni ndoto na fikra za kutaka kufanikiwa. Zinawasukuma wengi kutaka kuingia katika kamari. Je, hii inatoka kwenye kitu gani kwenye akili? Je, ni msukumo wa wale makundi ambao tunajumuika nayo, ama tu ni fikra kwa sababu tunaona kwenye matangazo mtu ameshinda milioni 30 kwamba mimi pia ninapoweka 100 yangu nitashinda? Kwangu naweza sema ile kitu inasukuma watu wengi ni false hope. Unaishi ukiamini naweza shinda milioni 10. Unaona? Sasa unaona kama umeajiliwa hapa KTN, unaangalia nitawaipata milioni 10 lini? Kabisa. Lakini hapa kuna mahali nikiekeza naweza pata hiyo milioni 10. Lakini haujui hii ni mtego tu, inataka kukuingiza ikulete mahali pengine. Ukikosa hii, ukiekelea leo 200 ipotee, ujue utashikwa na stress. Ukishikwa na stress utasema wacha niekelee tena nikimbize ile 200 na nipate ka profit. Tena pia unapata inakuliwa. Ikikuliwa sasa unaanza kukua depressed. Katika hiyo harakati utaenda uchukue miadarati uanze kutumia. So mimi kwangu naona false hope ndio inafanya vijana wengi wanaekeza na hakuna kitu utapata. Kuna sheria inasemekana kwa hizi watu wa kamari, the house will always win. Nyumba haiwezi poteza. So the more una bet, the more unaekelea, the more ujue tu pesa yako inazidi tu kukuliwa. Alafu maybe nikimalizia, kamari unajua ni process. Tuko na chemical addiction na process addiction. Labda unaweza fafanua. Kamari sasa unaanzanga tu ni kama mzaha. Unaona tu unachukua simu unaekelea, ni kama tu mzaha. With time inaendanga tu ikigrow. So inakuwa ni process, inaenda tu ikikua. Addiction inaendanga ikikua. Ni kama tu mtoto mdogo anaenda akikua. So ikifika mahali, kuna mahali inakuwa huwezi jitoa, unakuwa tu wewe uko addicted kwa hiyo tabia. Ni wakati gani ambapo utaweza sema kwamba wewe upo ndani ya kisima? Wakati yenye unaona ukiamka unafikiria kuwekeza, wakati unaenda kulala yani kila time unataka tu kuwekeza. Hiyo wakati ujue wewe ushazama. Ningeongezea tu 1-2. Kwanza kabisa kutojua vile kamari inafanya zimepangwa. Unajua hii ni biashara. Na mwenye biashara lazima atengeneze faida. Lakini wengi hawajui hiyo. Kamari wanafikiri ni hawa ndio wana faida. Lakini kabla ufike mbali, mchochole atamka asubuhi ende sokoni kubahatisha. Hajui atapata kumbebea mzigo ama hatapata. Kwa nini asichukue 50 yake aiweke pale ambapo anaona nawekeza hapa? Asante sana. Hiyo kwanza hatuwezi linganisha kamari na hiyo. Hiyo ni jinsi ambayo sisi binadamu lazima tujiweke. Tunaamukia asubuhi sokoni kwenda kutafuta kazi. Hatutafuti na ile pesa tuko nayo. Hiyo sasa inamaanisha kwamba hiyo ni kuweka ile uko nayo, ni kutafuta ingine. Lakini kamari sio hivyo. Kamari unaenda biashara, unaenda na pesa yako. Kama hauna pesa huwezi ukacheza kamari. Na ukianza kucheza kamari inamaanisha kwamba vile yeye aliweka vizuri nyumba, mwenye kamari anataka hiyo pesa yako. Lakini na wewe unataka ubahatishe upate kitu ndio upate hiyo pesa yake. Na utakuja kukuta wengi ambao walikuwa ambao walifanya hii kazi ama hii kamari ianze, walikuwa na nia fulani kupata pesa nyingi na waachilie kidogo kidogo ndio watu wasitoroke. Na hiyo ndio vile addiction inakuja. Saa zingine ukionekana uko na pesa mingi. Nimesoma kitabu kingine mambo ya addiction, gambling. Akili ya gambling, mcheza kamari ni kwamba ni jinsi gani ugundue kwamba mtu fulani ako na pesa ya kucheza naye. Ukigundua hiyo utakuja kukuta ukianza kurelease pesa kadhaa,
wanakupatia, wanafanya jinsi ambayo wewe ufaulu upate hiyo pesa. Hiyo inamaanisha ndio uangalie hata wewe mwenyewe uone, kama kiasi hii inaweza ikanipatia hii kiasi gani, nikiongeza mingi ama niweke yote itakuwa namna gani. Ndio sasa wanangojea wewe ujilete ndani. Ukiingia yote pesa yako imeondoka, na saa hiyo si lazima uwin. Saa hiyo ndio wakati sasa hao wanasherekea kwa vile wameipata. Ya pili, moja ni hiyo, ni kutojua vile issue ya kutojua mfumo ya kamari. Ya pili ni jinsi ambaye society iko. Kwa mfano, wewe umesoma, hauna kazi, hujui mahali gani utapata kazi mzuri. Kando na kusoma daktari, vyuoni tatizo la kamari ndio limeonekana katika utafiti ulikuwa nasoma, ni kwamba katika vyuo wanafunzi ndio ni wachezaji wakubwa wa kamari. Ndio hiyo vile imekuja, ndio nataka kukuambia. Kwa vile kuna jinsi ambaye wanafunzi wakaenda upande hiyo. Namna gani? Kwa mfano, wewe hauna rasilimali yoyote ambaye inakuja kwako. Kama hauna rasilimali, unaona kuna jinsi ambaye mtu ameleta kirahisi ambaye unaweza ukaweka pesa yako upate mingi. Ni jinsi ambaye kuingia kwa kamari ni rahisi sana. So the process is very easy. Gambling is an easy process. But ile shida iko ni baada ya kuingia kwa hiyo gambling, kutoka ni inakuanga ngumu. Ya tatu ni pia wale watu ambao wewe uko nao. Kwa mfano, kuna club ya gamblers. Na hao watu kazi yao ni nini? Ni kuvutia wengine ambao wanaweza. Ndio nilisema kwanza unachangisha kununua gazeti. Ndio hiyo. Ni vile ambayo unaweza kuchangia wao wakuje waingie kwa hiyo kamari. Wakiingia hao wanaangalia jinsi vile ambayo siku hizi digitali pesa, watu wanatengeneza pesa kwa digitali. Unaangalia nambari ya watu ngapi ambao wanakuwa wamesubscribe kwa hiyo, ama watu ngapi ndio wanaona view yako. Ni hivyo tu gambling wanaangalia vile ambayo wanaweza kuleta watu wengi, ndio wao watengeneze pesa kidogo kidogo, lakini baadaye kwa ajili ya namba inakuwa mingi. Na hiyo ndio ile ambayo wanavutia wengine walete wakiingisha nao, na baadaye wakichukua mali yao yote, wakipora. Actually mimi nasemanga gambling ni kupora. Ile ya mwisho, uporaji kwa nini na umeingia mwenyewe daktari? Kama akili yako sasa haifanyi vizuri na wewe umesukumwa huko ndani ajili ya peer pressure na vitu kadhaa ingine, inamaanisha kwamba sasa wewe ukiingia huko ni huna lingine bila kuporwa tu. Kwa vile hiyo ni kutojua kiakilia. Unajua kupora si physical peke yake. Unakuta watu wengi wanakuongelesha, saa zingine wanakupanga. Nairobi watu wanapangwa mpaka pesa yako unaitoa kihiari unapeana ndugu yangu na yeye anaenda naye. So kuna hizo vitu yote ambaye zinaleta zinarahisisha watu kuingia kwa kamari. Lakini madhara yake watu hawaangalii. Tutakuja kuongea juu ya madhara yake nadhani baadaye. Bila shaka. Ndo tukiingia katika swala la madhara, kabla kwenda kwenye pumziko fupi Julius. Kuna swala la kwamba mtu amejinyanyapaa yeye mwenyewe tu, yani haiza hata kujumuika na watu kwa sababu kila anapocheza labda ama anapowekeza kama tulivyosema hashindi. Pia kuna hili swala la msongo wa mawazo na kuanza kukopa. Maana yake ushazoea ishakuwa uraibu na umeanza kukopa. Tuzungumzie hali hiyo ya depression na pia hali hiyo ambayo inafuata baada ya sasa ushakuwa mraibu. Ukishakuwa mraibu sasa ujue tayari ushajitosa ndani ya uwanja. Vyovyote vile lazima upate hela uweze kuwekeza. Haijalishi ni uraibu ni kamari gani, juu kuna aina mingi za kamari. Kuna casino, kuna beti. Haijalishi ni gani. So mimi nikiona sina hela leo, nitakuja hapa nikiona kama simu ya daktari amekaa tu vibaya, naichukua naenda nauza, naenda napata pesa, naenda naekeza. Unaona? Alafu saa zingine pia unaangalia hata environmental factors pia zinachangia. Juu unapata siku hizi internet iko kila mahali, na kuwekeza tu unahitaji internet na pesa tu kidogo. Naam, narudi tuje tuanzie hapo. Maana yake wanasema siku hizi
hata ukiwa na 10 tu, mbona unaweza tengeza milioni 10? Je, ni kweli ama ni kuweza tu kuharibiwa kiakili ndio inakufanya kwamba unaweza kuwekeza katika michezo ya kamari? Tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kuangazia zaidi madhara yanayotokana na kamari kwa akili.